Ndugu yangu, maisha ni kama baiskeli unavyoona kwamba vile unapiga peda mbele, peda kushoto, peda kulia. Kwenye maisha usije kumdharau mtu pepesi. Na kwenye maisha fanya maamuzi ambayo unaweza ukaamua yafanye. Yaani mtu bora akuite wewe ni mchawi, akuite mwanga, akuite mtu fulani. Lakini usije kuwa mkweli kwenye maisha yako kumwaminisha mtu ukweli kwamba mimi ni mtu fulani na kitu fulani na kitu fulani, kwa sababu huyo mtu ambaye unamwamini sana leo hii ndio mtu ambaye wa kwanza kukuumiza wewe. Ndio mtu ambaye wa kwanza kukupoteza, ndio mtu ambaye anataka ajue chanzo chako wewe na mwisho wako wewe. Zingatia sana kwenye maisha. Usiamini mtu, usimlilie mtu ambaye wahi kufikiria kama utakuja kukutana naye. Sawa? Mpende mtu ambaye anakupenda. Mheshimu mtu ambaye anakuheshimu. Usimpende mtu ambaye hana thamani kwako. Hata kama unapenda vipi, achana naye. Kwa sababu huyo mtu muda wowote ataweza kukupoteza. Muda wowote ataweza kufanya chochote kibaya. Labda nikupe kisa kimoja. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa na mke wake kipenzi. Walikuwa wanasafiri. Lakini baada ya kusafiri wakafika sehemu wale watu wakatekwa. Lakini ndani ya kutekwa mwanaume akaambiwa, tukuue au chukua bastola umuue mke wako. Chagua kitu kimoja. Tukuue wewe au chukua bastola umuue mke wako. Jamaa akasema hapana. Mimi mke wangu nampenda sana. Niko lazima niue. Jamaa alimhoji, sasa kama uko lazima tukuue na mke wako unampenda, ina maana utakuwa umepata faida gani? Muue ili uweze kuendelea kuishi, ionekane kwa ulikuwa unampenda mkeo. Akasema hapana. Niko lazima niue. Basi jamaa pale bwana ilibidi wale kabla hajafanya maamuzi wakamwambia, okay, sisi tunakuua bwana. Na kama tunakuua, ila kabla ya kukuua ngoja kwanza tumuulize mke wako. Mwanamke akaulizwa, akasema sikiliza, akaulizwa, wewe mwanamke, mume wako tumempa option akaishindwa na anataka kufa kwa ajili yako. Sasa sisi tunataka uchague kitu kimoja, kwa sababu lengo letu sisi kwa sasa tuwaue wote. Sasa chagua kimoja. Tukupe bastola umuue mume wako ili wewe uendelee na maisha yako, au sisi tuwaue wote. Mwanamke akabidhiwa bastola na akaipokea bastola. Akachukua ile bastola akamwekea kwenye kichwa mume wake. Akahesabiwa 1 mpaka 3, mwanamke akastart. Bahati mbaya au bahati nzuri, ile bastola haikuwa na risasi. Jamaa akaulizwa, vipi hapo? Huyu ni mkeo? Jamaa akabaki analia sana. Majambazi wakamwacha, akamwambia, sasa fikiria ambacho unaweza kukifanya. Lakini je, huyu ndo mkeo? Hebu vuta picha mwanangu. Unamthamini mtu ambaye kumbe hana hata fikra na wewe. Hajawahi kukwazia hata jema hata siku moja. Unafikiri ingekuwa na risasi ule mtu asingekufa? Take care. Chagua sehemu ambayo umechaguliwa. Penda sehemu ambayo unahisi unapendwa. Thamini sehemu ambayo unathamilika. Ukiona mtu akuthamini, achana naye.